Ndio nilikuwa nakupigia simu hapa. Huwezi amini haupatikani. Hivi unajua kilichonikuta nini? Sijajua. Baba yupo ndani? Yupo. Ila karibu ndani kwanza. Tutaenda kuongea ndani. Baba. Baba. Mwanangu kashafika. Naona kaingia ndani. Umekuja naye? Nilikuwa namsubiri. Oh, mwanangu Tifa. Shikamoo baba. Marahaba, jambo. Hii mwanangu, mbona umechelewa hivi? Wewe acha babangu. Leo nakuta. Sijui eti nianze wapi kusimulia. Nini tena mwanangu? Nilikutana na lijimama limevaa juba kubwa nikajua Muislamu wa maana kumbe litapeli. Kanibia begi langu, kanichukulia simu yangu, yaani hata sijui nianze wapi hapo unaponiona baba. Sina begi wala sina simu. Mwanangu. Yaani dunia sasa hivi imeharibika. Usimwamini mtu 100% chini ya 100. Inawezekana wewe unamwamini ndio atakutenda. Mwanangu wewe makini. Pole sana mwanangu. Baba, tatizo leo anajiamini sana huyu. Ndio maana anatapeliwa. Umeona baba kashaanza. Dada yako kaja alafu kapata matatizo. Unashindwa kuimana mtaanza kugombana. Nyinyi vipi mwachi makuzi? Mshakuwa nyinyi wanangu. Baba sikia. Mimi nilikuwa najaribu tu kusema ukweli. Sio kwamba labda dada simpendi dada. Mimi nakupenda naye. Hamna. Mimi basi poa, tuachane na hayo. Za huko jamani. Salama kabisa. Maana mpaka nimewahamisi. Nimetoka kazini, nakuja sasa hivi kibaruani. Nimekaa hapa na wanafanya jitihada kutafuta wewe na yeye naye simu naye patikani, basi nikapata nini tena na usingizi hapa. Basi nirudi hapa napumzika kidogo. Maana nimechoka. Nashukuru tu nimefarijika kidogo kwa mwanangu umefika. Asante baba. Hata vipi na wewe? Fresh. Hivi unajua umenisumbua kichwa sana. Nimekaa hapo nje nabadilisha mapozi yote na kusubiri. Wewe amini. Wewe naye umletea wifi baba naye. Unaona? Bado wewe si unaona maisha yenyewe, ila usiwaze kwa sababu umekuja. Hadi nimetapia kuongea sawa. Mimi nilikuja kumsalimia baba. Mimi nipo ndani kwanza. Bwana. Maana karekebisha chumba changu, sinajua tena. Tapumzika. Tayari. Baba, nimekutana na mtapeli.
Asante. Wewe ushunte nini mwanangu, nakuwa kama ndezi hapo kwenye mitego mingine na kwa kindezi. Usikurupuke, tumia akili. Ile press kapita hivi, si tupite hivi tumzukie round kama round about. Nini unafeli? Unataka kufeli wapi mwanangu? Mbona kama hivyo tunakwenda nawe kama shauri, mbona linda sana video natia, mbona linda begi wewe yuko tena shati hilo. Wewe, lete. Lete begi. Alete hiyo, lete. Lete. Wewe tupanga. Achia. Ampe. Mpe. Wewe njoo kote. Tumia sasa.
umeipata ile message yangu. Nimekuita hapa ndio ili tuangalie yale mazingira, maana muda nao unaenda. Message gani? Sikuna message nilikutumia, nilikuelekeza yale mazingira. Zile message zako ambazo hazina kichwa wala miguu. Hazina kichwa wala miguu vipi? Ni message za kipuuzi. Ni message gani sasa zile? Hata usimwacha mambo yako bana. Message za kipuuzi tena zile? Kwa unazionaje? Hebu jaribu kuangalia. Tuna wiki sasa hivi hatujakutana, sijapata nafasi ya kukaa na wewe kupiga story. Na ndio maana nikaona tuitumie nafasi hiyo kama nilivyokuelekeza. Mimi kwa sasa hivi naomba usahau tu. Kama unashindwa kunipeleka kwenu, hata na hivyo mimi sitoweza. Kila siku wewe
Wewe kuna mtu ndani? Wewe kuna mtu ndani? Kama kuna mbwa ambaye anafanya ujinga huu. Ongea. Unaenda wapi? Wewe nani paka unaweza hivi? Sasa mimi nimeuliza jamani. Na ongea shida yako. Basi kama una njaa ni nyumbani kupakulia chakula. Wewe dada. Ongea shida yako bwana. Nakupenda. Nini? Latifa. Bwana mimi natoka kidogo. Unaenda wapi? Nenda kwenye mizunguko, mida hii. Yaani wewe, kwa kuzungurula yaani ndio maana ulefuki. Kilefuka wewe inatosha. Mimi ngoja nini kazurule. Sasa sikia sasa nikwambie. Wewe nenda huko katika mizunguko yako ujue nyumba iko peke yake. Mimi mwenyewe hapa nikitoka nikishamaliza tu hapa mboga yangu ishamaliza inakaribia kuiva. Naingia ndani, naenda na oga na jiandaa naenda zangu kwa rafiki yangu. Hauna shida, hii nyumba si ya baba hii. Nengeneka tu. Afu baba hajasimulia anampa Tifa aone kama hujalia. Makubwa.
Shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo, vipi sasa nimekuja? Yupo karibu. Poa, mimi mwenyewe kujifungia ndani. Kwa sasa unajisikiaje? Bali taiti. Na umeanza lini kuumwa? Tokea juzi. Na siku 3. Siku ya 3? Unaumwa kwa ndani. Basi twende hospitali. Sawa, sikibalidi.
Mambo poa. Lakini Sio sana. natoka Natoka hapo hospitali. hospitali bwana. Matatizo ya kawaida. Tunajua tena si binadamu. Plus kwa tusivu kwa leo. Pole. Asante. Pole sana. Asante. Tifa, Beba. mwanangu, sasa hivi naona mwelekeo wako sio mzuri, kwa sababu nasikia kwamba wewe una mahusiano na jamaa mmoja yule muuni ambaye mtaa mzima wampendi. Ni kweli? Uongo. Kwa hiyo na maana kakako wewe muongo? Una uhakika? Sasa nisiwe na uhakika kwa sababu gani? Kwani ni jambo la mficho? Mimi unajua sasa hivi ni mtu mkubwa, anajua kila kitu. Unataka kuniambia mkiwa mnaishi katika mazingira kuashiria upenzi mimi siwezi jua? Na utoto kiasi gani? Baba, yani huyu ndio tabia zake sasa hivi. Baba. Tifa! Baba. Tutatupe. Sikiliza Tifa. Waswahili huwa wanasema kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika mguu. Ndio. Mtoto wa kike mwenyewe ndio wewe mwanangu. Lakini unakuja kuleta maajabu katika nyumba yangu. Wazee wote wanatujua si ni wastaarabu katika nyumba hii. Na wanajua jinsi nilivyokuleleni wanangu. Leo unaita mambo ya kiajabu? Tifa. No. Tifa, umeona unamfanya baba apande pressure. Kwa nini ndio unasababisha? Akifa tunapata wapi baba mwingine? Kumbuka baba yetu yenyewe ni huyo peke yake. Hizi ni vitu vingine ni vitu muhimu, huwezi kukosa kumwambia. Siku akija kubaini akiona yeye mwenyewe si anaweza kadondoka tunamkosa. Sasa hivi vitu vya kidogo tu tunakuja unaongea unamwambia baba si unataka kumuoa baba na pressure. Unaendeleaje? Kidogo afadhali. Mbona bado unachemka? Kidogo afadhali. Sasa Teo, mimi kuna jambo nataka nikwambie. Mimi nataka nikubadilishie makazi. Nataka nikubadilishie makazi. Unipeleke wapi? Naenda kukupangia chumba. Sasa nyumba hata haijamaliziwa, imekaa vululu. Sasa wenyewe akija kiamia utaenda wapi? Sawa, nimefurahi kusikia hivyo. Umefurahi? Dawa umekunywa? Ndio nimekunywa lakini zinalevya. Kulevya umekula kwanza? Da Angel. Niambie mdogo wangu. Hivi nimemkuta kwa hapa. Pia yupo, mbona kasafiri muda? Basi kumbe aliniambia ukweli. Unajua nakudanganya. Safiri. Okay, hebu tuachane na hayo. Hivi na Angel. Hivi unaweza kanitafutia chumba? Chumba? Ile chumba nataka nani? Mimi.
Wewe unataka chumba, maisha yako yamekushinda. Nakutania bwana. Na namtafutia kiteo. Wewe Tifa wewe. Kiteo. Ndio. Unamtafutia chumba wewe kiteo. Hivi Tifa, umekosa wanaume mpaka uende kwa kiteo wewe? Mbona wanaume wapo wengi? Sasa mwanaume kiteo ndo mwanaume gani aeleweki? Ana mbele wala nyuma. Wewe ndio umeenda kujikita pale mdogo wangu. Kweli? Dainjo. Mimi sikuja kufuata ushauri wa aina ya kiteo. Mimi nataka chumba, nahitaji chumba. Kwa nini nikimsaidia kiteo nikitafuta chumba nikimuingiza naye akae pale? Kwani kuna nani gani? Yesu binadamu kama mimi. Yaani wewe usijali chumba umepata, lakini kwa kiteo ndugu yangu, hivyo umekosa wanaume wote. Dainjo. Kila binadamu kaumbwa na majanga yake. Mimi sidhani majanga yake yeye ndio ikawa sababu ya kila mtu kumtenga. Sio vizuri. Haya, chumba kipo hapo, nipate kesho jioni nikupeleke. Maana sasa hivi kesho asubuhi nina safari kidogo. Haya ndio maneno dadangu. Basi kesho mimi nitakuja, tena naweza nikaja naye. Unakuja na kiteo? Haya. Haya basi. Ndio mapenzi. Tifa. Chumba ndicho hapo kama unavyokiona. Sijui ukipenda. Hivi tena ukipenda? Fresh. Yaani hapa kuna maji mumu ndani. Haina shida, sije kwenda kutafuta maji huko nje. Vipi kuhusu hizi ndoo? Hizo ndoo zina shida. Sikiamia zinatoka hata kwa nazo ndani. Ka fresh tuondokeni basi. Maki sielewi hapa. Ndio usijali. Sasa nyinyi mtajua wenyewe. Chumba ndio hicho, kama mkipenda mjakipenda mtajua wenyewe na mimi ndo naondoka hivyo. Ndio usijali. Oya, mnoke. Sasa dada, ila naona kama Tifa pale hajapata mwanaume. Yaani kiteo naye ni mwanaume kweli kutoka naye. Ndio yonage. Yaani Tifa kwa kiteo. Asa la kiteo ndo mwanaume gani yule? Jinsi alivyo ni iliweki lipo kama dudu. Yule mwanaume ovyo. Yaani yule naye kweli kakosea njia. Lakini wewe usimcheke mwenzio, usije kujikuta nao ukampenda nani yule? Nani yule dereva bodaboda Minyuko? Mimi. Kumbe nani? Mwangalia Tifa na uzuri wake wote shoga yako kaenda kwa yule, yaani yule kaka ile weki. Mpaka nimeshangaa ujue. Haya, mapenzi haya. Sina budi zaidi ya kusema asante. Lazima nikusimamie kama mwanamke. Sikutarajia hata siku moja nitakuja kuishi maisha haya. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa inaonyesha nia kuanza kubadilika. Nina imani utatoka katika hali uliyokuwa nayo zamani na utarudi kuwa kama binadamu. Wajisikia uko nyumbani. Sawa. Nakupenda. Nakupenda pia. Sasa mbona umegeuza shati naye? Labda mimi si mtu fulani. Mimi sipendi bwana. Unatakiwa uwe smart muda wote. Ili kutoka mtaani watu wote wakuone kwamba kweli kiteo kabadilika. Nitafanya hivyo sijali. Sio utafanya hivyo. Nataka kubadilisha sasa hivi kuone. Basi ngoja nikabadilishe. Maana hapa nakupa tachukulia. Haya bwana.
Baba yuko ndani. Nakuhitaji mara moja tu, mara moja. Hebu nenda huko. Nakuja huko, nakuja. Baba si. Usielewe. Mazoea gani ya kuja hadi nyumbani sasa hivi? Sasa ningefanyaje wewe? Na nimekuambia kabisa baba yangu mimi mkali, usio unakuja nyumbani. Wewe umeshinda nini kunipigia simu? Anyway, yaishe mpenzi wangu. Basi naomba unisamehe. Sitaki. Naomba unisamehe mpenzi wangu. Sitaki. Wow. Anyway, kwa kitu nitakufanya. Kitu gani hiko? Inga. Sita. Ngoja dai. But anyway, sikiza. Naomba kitu kimoja. Tusiongelee hapa, si unajua hapa jao. Ndio. Naomba twende ghetto tukaongee, sawa? Nitakwambia kitu kizuri, sawa? Ni bebe. Ya bado bebe. Haya. Au. Hodi. Wenyewe. Waseme. Karibu bwana. Asante. Karibu sana. Amebadilika. Ndio. Kwa sababu hata mtoto anaweza akacheza baba. Safi kabisa kama unavyoona mazingira. Mungu mkuu. Karibu. Asante sana. Unaponikaribisha kama kuna wali. Washemeji bwana. Asalamu alaykum sana. Karibu. Asante. Kwema. Kwema, karibu sana. Shemeji vipi? Nachovu ya kawaida tushazoea hivi. Sawa sawa. Basi karibu sana shemeji. Asante. Karibu mkwe. Asante shomo. Marahaba. Za uko nyumbani? Mungu mzuri. Tunamshukuru Mungu kwa kuchukuna kucha vibaya kuiba kidogo chetu kubwa na mwanachia mwana nacho baharesa. Dudukira. Vipi huko nyumbani? Nyumbani bwana tunamshukuru Mungu sisi hatujambo. Mvua hata huko mvua inanyesha. Kama juzi ule mto ule ulijaa maji. Hakuna anayevuka. Labda ukivuka uvuke na pantoni. Sasa pantoni serikali imeamua iweke pantoni, lakini pantoni ile pale ni la chuma. Ila mamba hamna. Mamba wapo. Kinachoshangaza zaidi wale mamba wanaonekana usiku tu. Wanakuwa kama gogo. Mamba anaenda mpaka kwenye mashamba anakula mahindi, mpunga, mapela, everything possible. Maisha magumu. Ndio baba, mimi nimekuja, ujio huu ni wa kwako. Nasema nije kumwangalia mwenzangu. Kama ikiwezekana hata kesho mimi niondoke naye, maana nishachoka upweke. Kaute dako mama. Niondoke naye. Bwana shemeji. Sasa hivi kaacha kunanywa vyuma. Wewe bwana kazi kwanza hataki bwana. Ndio. Na kazi yenyewe nyingi utapata wapi na kisomo huna? Kwani hajasoma huyu? Kanisumbua wewe kaisha darasa la 5. Wasomi hawa wana mbinu zao mpya mbadala. Mwanzo kushangaa msomi ana swali. Karibu. Na. Ndio, wasomi bwana father wana mbinu nyingi. Mbinu za kuingiza fedha. Sasa wasomi wengine wanafanya mbinu za kutia maneno tu vigengeni. Kwa mfano, kuna msomi mmoja alishakuja na mbegu aina moja. Alikuja na mbegu ya samaki. Ule samaki ukimkata katikati, upande nge upande samaki, tena pelege.
Akaja msomi huyo huyo anatoka chuo kikuu cha university. Kikosi wapi huko Dar es Salaam huko Compass huko. Umeona? Alipokuja naye akaniambia, akaja na mbegu ya njegere, akaniambia nataka nifanye ukulima kwenye shamba lako. Nikamwambia fanya. Alipokuja nalo ile mbegu akaikata katikati ile mbegu ya njegere. Kuikata ile mbegu ya njegere imetoka upande nyama, upande njegere. Toba. Hilo babangu siwezi kukatalia kwa sababu wazungu wamepiga hatua sana. Siku hizi nasikia mpaka kuna watoto wa kuzalishwa na mashine. Yaani ndio yachukuliwa mbegu zile kwenye mashine alafu atoka mtoto. Na kulikuwa kuna gari moja inaitwa Famagusta. Ndio. Wakati huo ile gari ni kichwa cha treni lakini iko matairi ya gari. Ndio. Yatembea baina na abiria. Lakini kuna wakati ikifika katika reli ina uwezo kwamba kuweka pancha ya matairi alafu katika reli kwa treni. Basi nikasema baba mkwe, hizo ni mbinu za wasomi. Wasomi wana mbinu nyingi sana. Kwa hiyo mimi ninachoona shemeji anatakiwa autumie usomi vizuri. Kwa sababu usomi una raha. Kwa mfano yeye ya jinsi alivyo hapa akitumia usomi wake kwenda kuchimba visima. Kwa sababu watu wafupi siku zote ndio wanachimbaga visima. Ukiangalia Vingunguti ile, ukiangalia hii Gongo la Mboto, Mzambalauni, Moshiba, wafupi wote ndio wana makampuni wa drying and cleaner of the market. Samani. Tumesalimiana kweli na dada? Tumesalimiana, nilimsalimia kwenye simu wakati nakuja. Na hapa nilimsalimia. Basi tuendelee. Kwa hiyo faza, mimi ujio wangu ni mkubwa, nimekuja kipingine zaidi na namshukuru Mungu. Mungu ameniongoza vizuri kuanzia safari yangu natoka nyumbani mpaka hapa nilipofika. Nimekuja kumfuata mwenzi wangu. Maana hakuna kitu kibaya kama kulala peke yako. Upelala peke yako lazima utajitisha tu baba mkwe. Nimekuja kumfuata mwenzi wangu. Baba mkwe? Naam. Mbona haraka baba mkwe? Haraka kwa sababu huyu ni mke wangu na hapa nimeoa. Huyu sio mpenzi. Kwa sababu angelikuwa mpenzi ningepangiwa. Mwache njoo uchukue kesho. Baba mkwe? Naam. Mimi naona kwamba hilo halina tatizo kwa sababu wewe ndio mwenye jukumu hilo kwa sababu ni mke wako tena kisheria. Kwa hiyo mimi siwezi kupangia ila nilisema vile ukae kama mwezi mmoja kutokana na kwamba wewe hapa ni kwako. Siku nyingi hatujaonana kabisa. Ukikaa kidogo itakuwa faraja angalau katika mwezi. Lakini muda wa kudumu umeamua kwamba wewe unaondoka na mke wako. Maamuzi unayo mwenyewe. Hapo kwenye pesa la mwezi tutauangalia. Kwani? Hapo baba huko kwani? Shemeji. Hiyo swali jepesi sana labda tulijibu mimi. Hapa mchele upo. Basi kambale hata madukani wanapatikana. Maana ushazoea mchele na kambale wewe. Hamna jambo lingine. Anaandaa basi hata visoda kidogo nikaongenyoa. Ili mdada akamchukulie kwa sababu atete. Shemeji yako mimi namjua. Ila pilipili tunaongea sana uwepo wako. Nilimisi sana uwepo wako. Kabisa. Sasa mimi nikasema safari hii nikiondoka naondoka na shemeji. Ndio kwa shemeji.
Eh bana, kama kawaida tunashukuru. Nimeshavipi? Vile vile zinasoma. Sawa. Nipange. Mwanangu nikaona ngoja nikutafute. Kwa sababu mazingira bwana sasa hivi yanakuwa ya kizembe sana, afu nyumbani sasa hivi wanaona kama vile mimi mbeba vyuma tu. Sifanyi kazi yoyote. Unaniambia kama utani, lakini ukiwa una akili zako timamu inakuumiza kichwa kidogo. Nikaona ngoja nimtafute mwanangu na mimi nifanyie mpango wa kazi kidogo. Hata mazingira hayo unafanya wewe au hata sehemu nyingine, mradi tu niwe na unajua sisi ni vijana. Ndio. Na lazima tupambane. Kwa maana hiyo ukijitambua ni kijana na una nguvu kabisa. Ndio. Kwa nini usipambane? Ndio hivyo yani. Ndio hivyo. Swala kubwa ni kupambana. Mimi nimekuelewa. Ndio kwa shemeji. Dunia bwana ni duara. Na ukitaka kujua dunia duara kwa shemeji ni ukija kwenye mfumo wa maisha. Mimi bwana nimezunguka, lakini kwetu kuna maajabu mengi hatari sijapata ona. Zaidi ya 18. 19 sasa, kwetu 19. Unajua kwetu bwana, kwanza ukikaribia kijijini kwetu, ile ukimsalimia mtu yoyote tu unapenda upajui. Kwetu kwa mambo ya kichawi chao. Sasa mnaishije huko? Kama wanavyoishi wao. Nimeenda nyumbani siku moja kwenda kusalimia, nikamkuta mtu anatembea kinyume nyume. Salama, wema, mzima. Shemeji. Umeona bwana, yale mabasi yanachotaka kabisa ukiingia unalipa hela. Yaani mabasi yalivyo yale kama banda la video. Kuna ukumbi mmoja ulikuwa zamani ulikuwa na unaitoka Rugongo pale. Ule mpaka Ukiumbi. Ule ukumbi ukiingia hela mkononi ndo kama yale mabasi. Pale ndo unaambiwa unalipa hapa. Keshi hayupo, kasafiri. Sasa bwana shemeji, tusikae sana tukaganda kama barafu. Cha msingi mimi na wewe kama vipi ukamshtue dada yako ndani ili tuondoke. Wanawake bwana mambo yao si mambo gani rafiki yangu mtu yani safari ya saa 1 unatakiwa ujiandae tangu saa 11. Sasa hivi saa 10 sasa hivi saa 6 hii saa 6:30 rafiki yangu tuko hapa tunaganda tu kama barafu. Twende, unaona mume wako mwenyewe msumbufu. Unaongea wewe hatari. Shamzoea. Unaala nguo za safari. Ukiamka unapiga mswaki tunaondoka natoa matongotongo safi tu. Wewe angalia mpaka sasa hivi saa 6:30 sasa hivi. Wewe safari ya saa 1 tunaondoka sasa hivi saa 6. Singo najiandaa. Kujiandaa gani bwana kujiandaa nyimbo ile umedipozi kajiandae. Ondokeni bwana. Mbona kwa shemeji bwana? Kwa kinachotokea kuna vitu vingine. Familia inatakiwa kikao. Na kikao cha familia ni kwamba inatakiwa itoe maamuzi. Yupi amiliki ile shamba? Kwa sababu ile shamba lile au familia nzima wote wanagugu, si kuanzia Sadiki, si kuanzia Chitemo, si kuanzia Juma. Wote wanagugu. Sasa unategemea itakuwaje? Hapa sio kutegemea sasa. Sasa bwana shemeji. Naam. Hapa cha msingi tunapokwenda huku naona tuishie hapa mimi na wewe. Yaani mimi na wewe na mke wangu tuishie hapa kwa sababu tunapokwenda huku tukiangalia bajeti ya nauli haitoshi. Nauli mimi wewe yani wote watatu ni shilingi 20,000. Haya labda nikuulize swali bwana shemeji. Wewe 20,000 unayo? Sina. Haya kama una mimi sina. Nela mimi na mke wangu ya kwenda kufika nyumbani. Cha msingi akirudi mzee mpe salamu kwamba sisi tumeondoka, imekuwa ni ghafla tu kama ushuzi lakini hatukutarajia kwa sababu safari ya mke na mume ni safari ambayo ya hapo kwa papo. Basi hamna shida. Haina tabu. Basi haya bwana. Hamna shida bwana. Nikuache bwana. Hamna shida bwana shemeji. Wewe nenda bwana. Ila hata hivyo bwana shemeji, una kipaji.
Unahitajika uwe mchungaji. Huyu jamaa huyu. Mungu akubariki na nashukuru wewe umegundua kipaji. Umegundua kipaji. Ni katika watu ambao umegundua kipaji ni wewe. Mke wangu hajajua, wewe umejua. Mungu akubariki. Kaka. Utanajia baba. Ndio hivyo shemeji bwana. Okay, thank you. Ukifungua kanisa itakuwa vizuri zaidi. Haina shida. Poa poa. Naenda Kiburugwa shilingi ngapi? Kiburugwa shilingi 5000. Shilingi 5000 nipunguza. Sasa rafiki yangu si unaona Kiburugwa mbali rafiki. Nyinyi mafuta mnaikaga na maji bwana panda. Nyinyi mafuta mnaikaga na maji nani asiwajua nyinyi bwana? Panda bwana.